mtoto wa kiume anashusha suruali kana kwamba huko kwenye nani kwa amejinyea mavi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu popote mlipo, leo ninawaletea madhara ya zinaa. Allah subhanahu wa ta'ala amekemea sana ndani ya Qur'ani kuhusu zinaa kwa kusema, wala takrabu zina, wala msikaribie zinaa, innahu kana fahishata wasaa sabila, hakika huo ni uchafu na njia mbaya kabisa. Allah ametukataza tena kukikaribia kitendo chenyewe, ama kumkaribia mwanamke ambao unatamani kumkaribia, uko naye karibu hivi. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Je, Allah amekataza kukaribia kitendo cha zinaa, wewe unaenda kufanya hiko kitendo, hapo ndugu yangu Muislamu, wewe utakuwa jeuri. Unajua Allah amesema usikaribie zinaa, wewe unaenda kufanya hiyo zinaa, itakuwa wewe unafanya jeuri, unamfanyia jeuri ambaye aliyekuumba wewe. Kila kitu, una pumzi haulipii, miguu haulipii, mdomo haulipii, ila aliyoko huyo aliyokuumba amekuambia usikaribie kitu fulani, wewe unakaribia. Hiyo jeuri. Sasa tuangalie madhara ya zinaa. Madhara ya zinaa: azina yudhai'u sharafa, zinaa inapoteza heshima. Ukiwa mzinifu tu basi kazi imekwisha. Kila kona shekhe mzinifu, kiongozi fulani mzinifu, imamu wa msikiti fulani mzinifu, heshima inafanyaje? Inashuka. Wayufsidu al-usra, na uharibu familia. Zinaa inaharibu familia. Unapozini, tarajia mtoto wako ataziniwa, mke wako pia ataziniwa, mama wako pia ataziniwa. Zinaa uharibu familia, uambukizana, urithishiana, watu wanarithi. Wewe unafanya na mwenzako atarithi, mtoto wako, baba yako, nani watarithi. Haya madhara ya zinaa. Wayub'idu abda an rabbih, na umweka mbali mja na Mola wake. Yani unakuwa mbali na taha ya Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa mbali na nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mzinifu Allah hampendi. Ni jambo ambalo Allah amelikataza. Hii ni hatari ya zinaa. Zinaa inaanzaje? Tuangalie. Wayabda uzina binadhari alharami, zinaa huanza kwa kuangalia haramu. Mtu aliingia katika simu yake TikTok, anawaangalia wasichana wanakatika viunoni, wewe unakatika. Hili itakushawishi wewe kuingia katika janga la zinaa. Na kuna wengine wao kwenye masimu yao wamejaza X video za wakubwa, ujiangalie tu anajichekecheka vitu vya haramu anatazama. Hii ni hatari. Kalamu sayyi, na maneno machafu. Yaani mtu kuwa na maneno machafu ndio atasababishia naye kuingia katika hilo janga la zinaa. Wasahbatul fasida, na marafiki wabaya, naye kucheza na marafiki ambayo hawaeleweki, hawana misingi ya dini. Wao wakiamka katika viunoni tu, hao watakushawishi wewe kuingia katika janga la zinaa. Na marafiki pia inatakiwa kuangalia. Kala al-Imam Shafi'i, amesema Imam Shafi'i, khairu shababi man hafidha nafsahu, kijana bora ni yule anayejilinda anil haram, kutokana na haramu. Akiona pombe yeye astaghfirullah, anakwepa huko, aendana naye. Bangi anapishana nao, zinaa haipendi, uchawi haupendi. Yaani vitu vya haramu Allah subhanahu wa ta'ala alivyoharamisha na mtume wake pia vile yeye havipendi. Huyu ndio kijana bora.
Wewe ukijiona vitu vya haramu unapenda sana, si kijana bora katika hii dunia. Wakala al-Imam Malik, amesema Imam Maliki, zina yufsidu al-quluba, zina uharibu nyoyo, wa yudhhibu al-haya, na uondoa haya. Unapoingia katika janga la zinaa, basi inaenda kuharibu moyo wako, unaota kutu, unakuwa mgumu, hata ukaambiwa maneno ya Allah hautaelewa. Na haya inaondoka, aibu inakuondoka. Ndio vile unapokuta leo dada zetu wanatembea uchi tupu wa nyama. Mtu anavaa gauni inaonesha chupi chake cha ndani. Mwanamke anavaa suruali, chupi cha ndani kinaonesha mstari. Kwa sababu gani? Haya imeshaondoka. Anavaa vitu vifupi, na mtoto wa kiume anashusha suruali kana kwamba huko kwenye nani kwa amejinyea mavi. Wewe mtoto wa kiume vipi? Unavaaje suruali kale umeshusha kama umejinyea mavi? Huu ni mtihani ndugu zangu Waislamu. Zina, tujiepushe na zina. Ya ibadallah, taqullah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, tumche Mwenyezi Mungu. Wabta'inu ani zina, wabta'idu ani zina, na tujiepushe na zina. Ni janga ambalo halifai kabisa kuishika, na zinaa ni miongoni mwa madhambi makubwa. Ndugu zangu Waislamu, nilikuwa na hayo machache, tuyashike, tuepuke na janga la zinaa. Zama tulizokuwa ushawishi ni mwingi sana katika kuingia janga la zinaa. Mitihani hii ni mitihani. Dada zetu wanatembea uchi kabisa, na vijana pia wanatembea uchi mtupu kabisa, bila kuwa na haya, kama alivyosema Imamu Maliki kuwa zina uondoa tu aya, uondoa aibu, mtu hawi na aibu. Ndio hivyo ndugu zangu Waislamu,